Bwana akaniambia tena sitaji nikasahau, akaniambia ombea benki ya CRDB. Pray for CRDB. So I saw the angel of God straight to CRDB. Akaniambia ile shaking ambayo ilitokea mwaka jana, mwaka huu itakuwa mara mbili. Bwana akaniambia niwaambie niombe mfumo wa fedha wa CRDB. So Bwana ameniambia anaugeuza ule mfumo wa ile benki uwe ni mfumo wa dhahabu. Amen. Kwa sababu bila hivyo katika ulimwengu wa roho niliona tukio likitokea, na hiyo fedha ndani ya benki ni kama kuna kitu kilitokea katika ulimwengu wa roho ndani ya mwaka. Kama sio mwezi wa 3 ni mwezi wa 4 na wa 3 wa 4 na hapa karibia na mwishoni mwa mwezi wa kwanza katika ulimwengu wa roho na ndani ya huu mwaka na ndani ya huu mwaka na ndani ya huu mwaka wa 3 wa 4 hapo mwishoni mwa mwezi wa kwanza na ndani ya huu mwaka I saw katika ulimwengu wa roho watu wa withdraw, kwa sababu kuna issue ambayo ilitokea ya namna ambavyo watu walianza kukutuhumu taasisi, lakini shida ilikuwa sio taasisi. Shida ni hali ya kiroho katika ulimwengu wa roho juu ya taasisi. Kuna kitu kimetokea katika fedha na hakieleweki. Kuna namna ambavyo fedha ilikuwa inapotea na hawakuelewa katika ulimwengu wa roho, na Bwana akaniambia this is not physical thing, this is a spiritual thing which has engulfed the system. Na Bwana akaniambia kuna mtu mmoja tu ambaye atamuinua katika huu mwaka hapo CRDB. Kuna mtu mmoja tu ambaye atamuinua mwaka hapo CRDB, na kupitia huyo mtu mabadiliko ya kifedha yatakuja kwenye benki. Bwana akaniambia muombe mtu sababu katika ulimwengu wa roho na vita yeye kuinuka. Maana yake inabidi nimuinue toka mwaka juzi, lakini mwaka huu ndio mwaka wake kuinuka. Na Bwana akanionyesha katika ulimwengu wa roho huyu mtu akaniambia anaenda kumfanya kuwa dhahabu ndani ya CRDB. Amina. Ndani ya CRDB. Kuna mtu ambaye sababu akaniambia katika ulimwengu wa roho huyu mtu alisimama na kazi ya Bwana. Kalabazata labroska. Na sasa hivi naenda kutangazia wewe mtu katika ulimwengu wa roho na kuona ni mtu na Mungu shida katika ulimwengu wa roho nimeona kuna mtu na Mungu atampa nafasi huyu mtu, tena nafasi ya juu sana katika benki ya CRDB, na ghafla ile benki heshima yake iliyopotea itarudi. Lakini hapa katikati patakuwa na myumbo fulani, lakini Bwana akaniambia muombe huyu mtu. Maana yake aliachilia fedha kwako, aliachilia baraka kwako, na Mungu akaniambia ndani ya 2026 naenda kumfanya huyu mtu awe thamani ndani ya benki. Nami nakuombea mtu katika jina la Yesu, ukauinuje katika jina la Yesu. Nakwambia sitaje kusema jina lake, lakini ndio unajua anachosema. Amina. Na sasa hivi natamka niko mahali hapa. Sije kukosea. Niko kwenye supreme. I speak right now in the name of Jesus. Sije kwa ni prophecy kama hii. Wewe mtu katika jina la Yesu kainuke. Wewe kaka kainuka katika jina la Yesu. Mungu ananiambia ni mkaka tu. Rabashata kozataska. Lakini akaniambia tumuombe na nitakuwa na muda kumuombea kwa sababu Mungu ameniambia hivi, bila huyo mtu kukaa hiyo sehemu, hiyo benki itayumba sana mwaka huu. Patakuwa pana matukio makubwa, matukio magumu. Bwana ananiambia niombe hata kwa ajili ya ulinzi wa hiyo benki. So niliona katika ulimwengu wa roho issue ya uvamizi na uvunjaji wa kibenki, na Bwana akaniambia pray for CRDB branches all over the world, all over Tanzania. Pray, sitaki kusema sehemu gani, lakini I saw in the realm of God. Mungu ananiambia fedha na dhahabu. Maana Mungu anapokupa fedha, unapompa Mungu fedha katika ulimwengu wa roho anakupa dhahabu. Nakwambia Biblia inasema fedha ni ulinzi. Sijui ndiko gani hilo. Fedha ni ulinzi. Sasa nikwambie, kuna fedha ukiitoa katika ulimwengu wa roho, Mungu anachia ulinzi. Kwa hiyo kama fedha ni ulinzi, maana pia dhahabu ni ulinzi. Maana kuna ulinzi wa dhahabu, a golden security. Kwa sababu dhahabu inalindwa na mtu ambaye yani fedha ni ulinzi. Na kwa maana nyingine dhahabu haionekani kirahisi kwa sababu dhahabu ni kama pesa, hauwezi kukuta barabarani hela zimemwagwa. Kwa hiyo Mungu anakuambia hivi, nitakulinda katika ulinzi wa dhahabu. Raba, pokea ndoyo pako. Mungu anakulinda katika ulinzi wa dhahabu. Maana sio ulinzi wa kawaida, ni ulinzi ambao hauonekani. Karabo shatalaba. Kwa Bwana akaniambia tumwombee mtu. Na Bwana akanichukua katika ulimwengu wa roho, akaniambia the first letter ya huyu mtu ni F. The first letter ya mtu ni F. I'm speaking in parable kwa sababu ya ulinzi wa kiroho. The first letter is F. Lakini Bwana akaniambia na uinua uchumi wake pia. Amina. The first letter is F. Na Bwana akaniambia he's raising this man. Amen. The F guy. The F guy.
na mkoa ambao anatokea ni mkoa M. Ni mkoa M. Na jina la mwisho wa mkoa ni A.